chochote Mungu amepanga kama ni chako ama ni baraka Mungu amekuandalia, hakuna atakayenyakua baraka yako. Kila Mungu amekuwekea kama ni chako, kitakuwa ni chako. Hakuna yoyote atakayechukua, maana Mungu si kama mwanadamu atakayekuwa na upaguzi aseme ya kwamba wewe sasa kubariki kwa sasa, wacha nibariki yule mwingine. Wakati wako ukifika, umesafika. Na Mungu akifungua mlango mbele yako, hakuna atakayefunga. Hata Shetani mwenyewe hawezi simama akasuia ile mlango Mungu amefungua kwa ajili yako. Na kama akifunga, hakuna atakayesimama na akafungue. Hata Shetani hawezi kuwa na mamlaka yoyote ili akasuie ile mipango Mungu amekuandalia ama zile baraka ambazo Mungu amekuwekea wewe. Tunaposoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3, ukisoma mstari wa 7 kuteremka, Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufunga wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Akifunga hakuna wa kufungua, na akifungua hakuna wa kufunga. Mstari wa 8, na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unaweza nguvu kidogo, nawe umejitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Mungu akifungua milango katika maisha yetu, hakuna awezaye kuifunga. Maana zile baraka Mungu ametuandalia zitakuwa ni zetu. Na akifunga milango, hakuna atakayeweza kuifungua. Ndio maana tafaa tukamtumainie Yesu Kristo, tukasimame kadri mapenzi yake. Yeye ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu, Mungu kimbilio, Mungu tegemeo, Mungu tumaini katika maisha yetu. Tukamtumainie yeye, tukatembee jinsi apendavyo. Saa zingine kuna yale mambo tunayaomba, tunapoendelea kuomba, hakika unapata hauchaipata. Mungu akifunga mlango katika maisha yako, jua kwamba amekulinda kutoka kitu fulani. Maybe kuna jambo lilikuwa litendeke katika maisha yako. Maybe ni kazi ulikuwa umeitarajia kuipata, lakini haukuipokea. Mungu alikuwa na sababu hayo yote yakatokea katika maisha yako. Inafaa tukasiti kumtumainia, tukamwamini kwa kila jambo, maana yeye anajua mengi kuhusu maisha yetu. Kuna yale anayaona yanaenda kutokea, anasuia kabla yatufikie. Ndipo inafaa tukamtumainie kwa kila jambo. Isiwe tukilalamika kwa kila wakati, mbona Mungu akaruhusu hii milango ikafunguka. Nilikuwa na matarajio na matumaini makubwa kwenye kama ni kazi, lakini sikupewa hii nafasi. Mbona mimi? Hiyo maswali najiuliza juu ya kwamba kuna kila kitu Mungu amekusuia, Mungu amekulinda, anajua kile ambacho unastahili. Kila anakuandalia ni kikubwa kuliko hicho unalilia wewe. Maana hicho hakikukufaa, kwa sababu Mungu achakuandalia kitu kama hicho. Kila kinachokuja katika maisha yako ni kikubwa. Yale Mungu amekuandalia ni makubwa. Na isikuwe ya kwamba Mungu anaposema la kwa kila jambo tunaloomba, unafikia kwamba Mungu amenikataa, hataki kujibu maombi yangu. Wala si hivyo. Mungu anakuandalia mambo makuu katika maisha yako. Wewe kwa wakati wa sasa hautaiona, lakini wakati na muda unapoenda kusonga, utajua kwamba hakika Mungu alikuwa na kusudi na sababu, akaruhusu yale yakatendeka, akaruhusu milango mingine katika maisha yetu ikafungwa, ili tusije tukaweze kupokea kile tulikuwa tunataka, kwa kusudi kwamba alikuwa na matarajio makubwa, alikuwa na mipango mema na mipango mikubwa katika maisha yetu. Yendo ukawa ile kazi unalilia, uliona mlango ikafungwa, ilikuwa na ya muda kidogo, haingedumu. Lakini ila Mungu anaenda kukuletea ni kitu cha kudumu maishani mwako. Ndipo sanafaa tukawe wanyenyekevu mbele zake, tukasiti kumtumainia, tukamruhusu akatutangulie na akatuongoze jinsi tunafaa kuishi na tunafaa kukaa. Ndipo kwa kila jambo tunalofanya inafaa tukamtangulize Mungu mbele, akatuongoze. Anajua kile kinachotufaa sisi wenyewe.
kile ambacho, kwa sababu yeye anajua kesho yetu, anajua mbele, anajua kila kitu katika maisha yetu. Kabla jambo litokee, Mungu ameshalijua zamani. So ndio maana tunafaa tukamtumainie, tukatembee jinsi yapendavyo, tukafuate nyayo zile anataka tukafuate nyayo zake, ndipo akatuandalia mambo makuu. Milango iliyofungwa katika maisha yetu, hiyo sio mwisho katika maisha yetu. Kile kinakuja ni kikuu, maana akifungua milango katika maisha yetu, hakuna wa kuifunga, na akifunga hakuna wa kufungua. Hata Shetani mwenyewe hawezi zuia baraka zile Mungu ametuandalia. Hata maadui zetu hawawezi zuia ile mipango Mungu aliyo nayo katika maisha yetu. Ndipo inafasi tukamtumainie, tukatembee sawa sana mapenzi yake, tukamtumainie, tukanyenyekee miguuni bake, tukaombe kila wakati, tukasimame katika mapenzi yake, maana Mungu anajua kile anafanya katika maisha yetu. Tusikate tamaa, tusikate tumaini, tuende kumuomba Mungu, atatenda mambo makuu. Ametuandalia mengi, baraka zetu tutazipokea tukimtumainia kwa kila jambo. Tusilalamike baraka zinapo kawia kutufikia. Jua ya kwamba Mungu ako na mipango miema katika maisha yetu, na hawezi tuaipisha. Kama kimechukua muda, jua ya kwamba lile jambo Mungu anaendelea kukupangia ni jambo kubwa. Hiyo baraka yako ambayo imekawia sana kufika, itakapofika, kila mtu atakuwa mdomo wazi, maana hatakuwa na neno la kusema kwamba haya hatukutarajia Mungu alifanya hili. So uende ukawa umetharauliwa, uende ukaona vitu zako haviendi sambamba, vitu venye ulikuwa unatarajia, mtumainie Kristo. Weka tumaini lako kwake. Yeye ni mwaminifu, yeye ni Mungu mwema. Mungu hawezi tuipisha, Mungu hawezi tuacha, atatuinua, atuweke kiwango kingine, na kila kitu katika maisha yetu kitakuwa sawa. Tukamtumainie Kristo, tukasimame jinsi yapendavyo. Mungu atuinue, atuweke kiwango kingine, mipango yote yetu, baraka zetu sote atuandalie, na tusipokee kila apendavyo yeye mwenyewe kwa wakati unaostahili, kwa wakati unaofaa, kadri na mapenzi yake, bali si mapenzi yetu sisi wenyewe. So unapoona milango imefungwa, usione kwamba Mungu amekukataa, usione kwamba Mungu hakutaki. Jua ya kwamba linalokuja katika maisha yako ni jambo kuu, na hakika utalifurahia na kushukuru Mungu. Endelea kumuomba na kumshukuru Mungu unapongojea baraka zako. Asante sana.